Ikiwa ni Aprili 18 na ni siku ambayo wana michezo tunakutana katika kipindi chako pendwa cha Zaidi ya Game kwa ajili ya kuhakikisha unapata zaidi ya kile unachokijua ewe mtazamaji wa Domeko TV. Na miongoni mwa machache kati ya mengi ambayo tutakupona siku ya leo ni kichapo alichopokea Domeko FC siku ya jana zaidi ya Mipango FC. Siku ya jana walikuwa uwanjani kule Mipango na mchezo ambao walipokea kichapo cha goli 6-1. Lakini tutakuja kuangazia zaidi kuhusiana na draw ya kombe la shirikisho CRB Federation Cup ambapo siku ya jana draw hiyo ilifanyika. Lakini kimataifa tutakuja kuangazia ni michezo ya kombe la klabu bingwa barani Afrika ambapo Mamelodi dhidi ya Esperance de Tunis watashuka leo siku ya leo pale uwanjani, Mamelodi wakiwa ni wenyeji katika mchezo huo. Na humu ndani sitakuwepo peke yangu, nitakuwepo na Rashid Omar, lakini nitakuwepo na Samson Santos. Mimi ni Patrick Saya ambaye nitakuwa na kuongoza hili azili mpaka itakapofika tamati. Tunapata matangazo mafupi. Hariri, muongozo mpasa wa kikomo ni kitambo sasa. Tazama muda nao watutupa mkono. Kwa unyeti wake imenigharimu muda kiasi kuichapa. Japo naendelea kuichapa ili ikae barabara. Ala, kuichapa? Hakika yuichapa vyema, hata ile ya Kongo ya jana aliichapa yeye, hali iliyopelekea mchanganya picha kuzomewa moyo. Swadakta kabisa, ijapokuwa kuchakata picha kilitaraja mwasilishaji alijipinda haswa kushabihiana nacho. Hata nilipopakia kwenye kikundi cha mtandao wa Niaje, Uso Kitabu pamoja na Bomba Wewe, mapokeo na mapendo yalishamiri sana. Asalale, basi nami sinabudi kuchomeka hiki kinasa picha changu kwenye hili tundu la kisoma maandishi. Yapo kimedebweda, ngoja nivute kamba ili nikaze marimba. La haula, enyi mabalobalo na walimbwende kutoka chuo cha uandishi na utangazaji Idodomia, mliopikwa mkakuiva katika uwanda wa habari na una bado mwaya mwasahau kwamba wakati ni ukuta. Haya, ngoja kwanza nichukue kimwendo mwanga changu ili nikafanye matayarisho ya picha mnato katika chumba cha matangazo. Kaa tayari. Mchanganya picha? Niko tayari. Mtu akinasa picha? Niko tayari. Mwasilishaji? Niko tayari. Kaa tayari, anza. Katika pita zangu nimekutana na ng'ombe maskini akiwa amezama pacha. Wahenga hawajibu meseji. Wahenga hawapokei simu zangu baada ya kusikia kuwa samaki mkavu leo amekunjika. Wahenga hawaamini macho yao, kwani leo haraka na baraka wanatembea pamoja. Aliye juu nimemfuata huko. Wahenga vichwa vinauma. Paukwa pakawa, ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Mahali ambapo vipaji vinalelewa, sanaa inajiuza. Kwetu sisi ubunifu ndio nguzo ya matokeo yote haya. Karibu chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, Media for Development. Na tumerejea na moja kwa moja tunaenda kuangazia mchezo wa Domeko FC dhidi ya Mipango siku ya jana. Muendelezo wa kichapo kwa Domeko FC umekuwa ukiendelea, yani imekuwa kwao ni kawaida. Bwana Omari? Naam. Bila shaka uko poa kabisa. Mimi niko poa ndugu yangu. Na mchezo wa jana Domeko FC dhidi ya Mipango FC uliushuhudia? Na kwa hakika nilishuhudia vizuri sana. Nilikuwa uwanjani. Sasa imekuwa ni kawaida kwa timu ya Domeko FC kwa kila mechi ambayo wanacheza huwa wanapokea kichapo. Wewe kwa upande wako imekuwa shida ni nini kwa Domeko FC? Kwanza shida linaanzia kwa uongozi wa timu, kwa sababu timu inapocheza ni tofauti na wanapokuwa wanaongea katika kwenye mahojiano. Unatazama jana mchezo wa Domeko alipokuwa akiwa uwanjani na timu ya Mipango, unaona kabisa chemistry ya timu haipo. Lakini katika upande wa pili pia ukitazama fitness ya wachezaji hakuna vile. Kwa hiyo jukumu moja hapa aliweza kupoteza jana ni transition iliweza kufanyika na uchovu tu, kutokuwa na mazoezi na utimamu wa kiafya, kiakili pamoja na kimwili. Kutokuwa na utimamu wa kiafya, kiakili pamoja na kimwili. Ina maana kwamba kwamba timu ya Domeko FC inakutana uwanjani pasi na kufanya mazoezi ya aina yoyote, si ndio? Ndio hivyo. Imekuwa ni hali ya tofauti kidogo kwa timu kwenda uwanjani bila kufanya mazoezi. Sasa kwa upande wako Samson, kocha amefanyia mabadiliko Mabiero. Tunafahamu mpaka hivi sasa ana takriban mechi 3. Na tangu aje yeye apewe kikosi amekuwa akipoteza kila baada ya kila mechi. Kwa upande wako wewe unaona nini kifanyike kwa Domeko FC? Na sio kupoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Kwangu mimi nafikiri kocha Sebastian Mabiero anatakiwa kwanza ajitathmini wapi anakosea na kipi akifanya ili timu iweze kupata matokeo mazuri. Ukiangalia mchezo wa jana timu inakuonyesha kabisa kwamba haikujiandaa na chochote.
wakajikusanya tu na kuingia uwanjani, wamepata kile ambacho wamestahili kilichotokea, wamepigwa goli 6-1. Sebastian Maveo anatakiwa sasa akae chini na benchi lake zima la fundi kupanga mipango mikakati na kuona jinsi gani sasa wanaendaje kwenye mechi ambazo zinafuata ili waweze kupata matokeo mazuri katika mwendelezo. Sasa kwa mchezo wa jana, kwa kuangazia mchezo wa jana, walicheza na timu ya Mipango, chuo cha Mipango, ambapo tunafahamu waga kinashiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa ya vyuo, na msimu uliopita kimeibuka kuwa mabingwa wa michuano ya vyuo, na licha ya kuwa mabingwa vile vile kimetoa mchezaji bora. Huoni kana kwamba chuo cha Mipango ni ubora wa chuo cha Mipango wa timu ya Mipango FC kuibuka na ushindi dhidi ya Domeko? Ubora wa chuo cha Mipango kwa sababu hata wachezaji ambao tuliweza kuwatazama jana ni wachezaji ambao kiwango chao ni cha kawaida tu. Dakika 15 za mwisho kabla ya kuingia kipindi cha kwanza tuliona Domeko ali-operate vizuri, wakawa na possession, wanacheza na kuwafanya wachezaji wa Mipango kutokuwa na utulivu katika safu ya shambuliaji mpaka safu ya kiungo. Lakini kipindi cha pili wachezaji wa Domeko ndio vile vile dakika 15 za kwanza walipress, lakini dakika 35 zilizosalia ni kama maji yalijiunga, wakawa nakabia kwa macho, anakimbia na mwisho wa siku wakaruhusu magoli 4 kipindi cha pili na akapata goli moja. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa jinsi gani wachezaji wa Domeko ambao walikuwa hana timamu, fresh legs ambazo zilikuwa zikiingia ziliwakuta ambao wako uwanjani pia wameshachoka. Hesabu zilikuwa zifanyiki sio za kiufundi sana kutokana na aina ya wachezaji ambao walikuwa wanacheza na mpinzani ambao walikuwa kukutana naye. Lakini ukija kutazama ubora wa safu ya washambuliaji wa Mipango, walitengeneza nafasi 6, wakaweza kutumia hizo 6. Japo kuna nyingine ambazo nafasi 3 waweza kuzitengeneza, zilikuwa sio nafasi za wazi ambazo zilikuwa kubadilisha nafasi kwenda kwa katika magoli. Lakini katika kuongezea hapo katika safu ya ushambuliaji wa Domeko ni safu butu ambapo katika mchezo mitatu iliyopita imezalisha magoli 3. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kila mechi moja inaweza kuzalisha goli moja. Unategemea na upinzani ambao unaweza kupishana nao. Katika mechi 3 za Domeko zilizocheza zimeweza kuzalisha magoli zaidi ya 9 waliweza kupoteza. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa jinsi gani wamekuwa na safu mbovu sana ya shambuliaji na wameweza kuruhusu magoli katika mechi 3, wameruhusu magoli 9 na kufunga 3. Kwa hiyo kupigia wastani kwa kila mechi 3 wapoteza magoli 3. Sasa wanaelekea katika bonanza ambayo itafanyika Kibaiba. Wewe unashauri nini wakifanya ili yani kuweza kurudi kwenye game zaidi ya hivi sasa? Cha kwanza mimi nategemea uongozi wa timu utakaa chini na kuwaita wachezaji na kujadili nini shida. Lakini cha pili hivyo mwalimu Sebastian Maveo ana kazi kubwa sana ya kufanya kuweza kuunganisha kikosi katika siku 6 hizi ambazo zimesalia. Ina maana kuanzia leo mpaka Jumamosi ni siku 6 ni jumla ambapo wataweza kutengeneza chemistry ya wachezaji. Swala kubwa ambalo linaweza kukosekana kwa Domeko ni chemistry ya wachezaji. Lakini hivyo pia ukienda katika mazoezi ya mchezaji mmoja katika utimamu wa kiafya, kiakili pamoja na mwili pia bado inaonekana ni changamoto, kwa sababu jana tumeweza kuwaona mchezaji ambaye performance katika hali ya juu sana ya Domeko ni Faisal, ambapo ni Mbwana Ibrahim. Alicheza kwa style kubwa sana, alikuwa akijitahidi japo ni katika physical bado hayupo kama tuliweza kumzoea. Eric Pascal alicheza katika kiwango bora, lakini bila kumsahau kuna kiwango bora mtakiungo Kishanda ambao ni Bwana Kaoli. Alicheza pia katika nafasi nzuri sana. Ubora wa Domeko pia unaanzia katika safu ya goalkeeper. Goalkeeper jana ambapo tumeweza kuona hapana, kuna magoli mengine ambapo alikuwa na gharimu timu, kuna nafasi za kutokea ambapo alitakiwa atoke kwa uhakika sana kwenda kuwin mipira, tuliweza kuona anaikosa na anaruhusu goli. Kwa hiyo Sebastian Maveo analazimika kutafuta kipa ambaye atakuwepo ni msaada wa kusaidia timu. Yupo bwana David Zakayo ambaye anasemekana pia ni kipa na nisha kumshuhudia, lakini pia yupo kipa anaitwa Marwan Elman, ni goalkeeper mzuri katika mechi 2 zilizopita nyuma. Alishawahi kudaka na alikuwa na matokeo mazuri sana. Kwa hiyo ni kiwanja cha mazoezi tu ambapo ni jinsi gani mwalimu Sebastian Maveo ataweza kuwapa wachezaji wake mbinu za kwenda kuwini mchezo, kwa sababu ni mchezo ambapo unakwenda kubadilisha historia. Ikatokea wakiweza kushinda katika mchezo huu, basi machafu yote yanaweza kufanya huko nyuma yanaweza kufutika. Basi machafu yote ambayo yameweza kutokea huko nyuma yanaweza kufutika. Sasa kuelekea huo mchezo wa bonanza ambao utafanyika huko Kibaiba Jumamosi ijayo, basi mwandishi wetu ameweza kutembea katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji ambapo Domeko FC ndiko inapatikana na kuweza kupata maili matatu kwa maandalizi ya timu hiyo. Tuungane na mwandishi wetu wa habari ili aweze kutujuza nini ambacho wa Domeko FC wameelezea maandalizi yao kuelekea mchezo huo. Wahenga wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani. Imekuwa ni kawaida kwa timu ya Domeko FC kwenda kwenye mashindano na kutoka bila ushindi.